sijui nisemeje. Si mnajua hapa duniani si tunazidiana eti? Si tunazidiana? Hata sehemu zenye harusi kubwa kubwa si tunazidiana? Hamjawahi kuona kadi kuna VIP na wengine wale wanarahoi kama mimi. Hatupewaji kadi. Kwa sababu viwango na masharti havifanyi nini? Na hata kwenye zile nyumba za starehe, hata gesti, kuna gesti ambazo kwa kweli ukijua wewe huna furaha, kwa sababu ukiwa masikini huna furaha. Inatoka wapi kwa mfano? Yaani kuna gesti huwezi kaenda kuuliza hata chumba. Unaanzaje kwa mfano? Chumba kimoja ni 200,000, 300,000. Una 20,000 unaendaje? Lazima utafute gesti zile zenye mananili yale yanayoshambulia usiku. Usiwaangushe. Ulale, si ndio? Alafu najiambia eti usingizi si ni usingizi tu, usingizi hauvuti. Acha nifanye nini? Kuna hoteli huwezi kaingia. Wala huna mpango wa kuingia na utakufa bila kuingia. Ila kuna wengine wanafanya nini? Wanaingia kwa sababu wana furaha. Si ndio? Kuna wengine mtoto akifukuzwa shule, mwingine hana habari. Anamwambia endelea. Mimi sina mgogoro na furaha. Sina mgogoro, sina kesi na furaha tunazozifurahi. Lakini swali langu la msingi, hivi sisi tulioko hapa tunajua kwamba furaha tulizonazo zina kikomo? Wandugu, mko salama? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kweli nuru ni tamu, tena ni jambo la kupendeza machoni. Kutazama jua. Naam, mtu akiishi miaka mingi na aifurahie yote, lakini azikumbuke siku zijazo za giza. Amen. 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 Mimi sina mgogoro na watu wenye furaha. Sina mgogoro na watu ambao wanaijua dunia. Sina mgogoro na watu ambao mnaishi maisha mazuri. Wote tunayatamani. Mimi nawapongeza kwa kuwa mna furaha. Lakini katika furaha hiyo isikupoteze ukasahau kwamba kuna siku za giza zinazokuja. Kuna siku ambazo hutafukuzia hao maraya unaowatafuta. Zipo siku zinakuja. Moja, hutakuwa na hizo fedha. 2, hutakuwa na nguvu. Lakini 3, utakuwa umeshachuja kwa ajili ya uzee. Wanadamu na mihuri. Wanakupenda kwa kuwa sasa hivi waleti yako inafanya nini? Nasoma. Sasa wanakupeti kwa sababu waleti yako inafanya nini? Waleti kusoma. Giza limeanza kufanya nini? Giza linaanza kuingia. Na huyo mhubiri anachotaka watu wawe na furaha ya kumjua Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametuumba ili tuwe na furaha, lakini katika hiyo furaha ili tusaidie kutusogeza karibu na Mwenyezi Mungu. Amen. Watu ambao wako hapa, mnaona kila kunako kucha tunazika vijana, tunazika watoto, lakini furaha yao wamewekeza katika dunia, wamewekeza katika ulevi, wamewekeza katika uchawi, na walibatizwa. Hata nyumba za ibada hawaendi, hata misikitini hawaendi, hata kusaidia wasiojiweza hawaendi. Yani hawana faida. Unajua hapa duniani kuna watu hawana faida. Kuna watu hawana nini? Na tunashangaa kwa nini wanaishi tu. Ni kwa sababu Mungu ni wa rehema. Unajua hapa duniani Mungu akikupa furaha, ile furaha ulionayo uishirikishe watu wengine. Umeumbwa kwa ajili ya watu wengine. Kuna watu hapa duniani mnajua kuvaa nguo, na mimi siwajui kuvaa. Mnavaa nguo nzuri zenye bei. Vaeni, lakini furaha ulionayo unaishirikisha watu wengine. Kwa sababu tukishona ukavaa, unatuvalia sisi. Sindi? Wewe hata kama ungetembea uchi. Amina? Hata kama ungefanya nini? Wewe unajitua. Sindi? Unajifunika ili tusione uchi wako. Wewe unatuvalia sisi. Hata kama ungegharimia 200,000 nguo, unavaa kwa ajili yetu sisi.
Usitunyanyase. Tukijiondokea tusikutazame, hizo nguo utazivaa utakuna tembea uchi. Unanielewa? Unaendaga bafu. Unaendaga bafuni kwa. Unaendaga mumevaa. Usiku ni nani anayelala amevaa? Unajua kwa nini unafua? Kwa sababu bafuni hakuna naye kuangalia, si sawa? Kule ndani ya nyumba hakuna naye fanya nini? Lakini unaweza kusahau vitu vingine. Mimi tangu nizaliwe sijasikia mtu ananiambia amesahau kuvaa akaingia barabarani akiwa. Si sawa? Kwa sababu anakutana na nini? Anakutana na watu. Anakutana na majirani. Wakina mama ukishona nguo natamani wakuangalie jinsi ulivyotokelezea, si ndio? Na tu vidole unafanya hivi, si ndio? Wewe tu vidole utuone unafanya kwa ajili yetu. Amina. Na kama unafanya kwa ajili yetu, ni lazima kila fulani unayoifanya ujue unafanya kwa ajili yetu, na sisi ni watu wa malisho na kondoo wake Mungu. Usitujeruhi, usituumize, usituingie kwenye vishawishi. Kuna wanawake siku hizi wanavaa nguo, ya mtafikiri wana akili au hawana akili. Unajua mnatuletea shida. Unajua mnaleta shida. Unashonaje nguo mpaka matako yanakuwa nje? Hizo nguo unazovaa ni kwa ajili yetu. Hizo nguo tunapokutazama tuone unafanana na mama kweli, tusione unafanana na pepo. Tunaumizana. Kuna watu ambao shetani amewapa furaha na furaha imepitiliza wakashindwa kujua kwamba wapo kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Ukinunua gari umepita mahali ambapo kuna matope, bwana kanyaga kidogo ka breki. Hiyo gari umeinunua kwa sababu tupo, na kama tusingekuwepo usingelinunua hilo gari. Umenunua ili ukipita tu tunapata shikamoo, habari za leo, na wewe ndio furaha yako. Kama ungekuwa peke yako hakuna barabara, ungeliendesha wapi? Kuna watu ambao kwenye familia Mungu amewapa uwezo, Mungu amewabariki, amewapa neema, lakini pamoja na zile neema walizonazo kwenye familia watu wanalia. Kwenye misiba kama hii ndio wanajitokeza, mimi nitatoa jeneza. Amina. 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 Ndio nitatoa nini? Yaani mtu alikuwa na shida ya $100,000, alafu natengeneza jeneza ya $2,000,000. Hiyo jeneza inasaidia. Kuna wengine hapa tangu anawepo hata katika kustruggle hamkuwahi kumpa, hamkuwahi hata kumsaidia, lakini baada ya siku sio nyingi mtajenga kaburi lake na mtaweka na vigae. Hamtaangalia hata watoto. Mtakaa vikao. Tunaitisha vikao vya kujengea nini? Kaburi. Wakati ameacha watoto watatu. Watoto wanahitaji kula. Watoto wanahitaji kusoma. Mimi siwazuii, lakini furaha unayokuwa nayo katika maisha uitumie kwa ajili ya utukufu wa nani? Amen. Amen. Kuna wengine walioko hapa ni wafanyakazi, wako katika ofisi mbalimbali. Wamewekea vitu vizuri vya kujigeuza. Unajua ukikalia kitu cha kujigeuza, una furaha, unaweza kaangalia kusini, kaskazini, magharibi na nini. Mtu mwenye shida akimendea kwenye ofisi anamwambia, "Yaani wewe ni nani? Hebu toka kwanza kidogo, halafu jipange utarudi." Wewe hicho kitu umekipewa kwa ajili ya hao. Hauna wanaingia bila yebo. Haunaona wanakuja bila kuvaa nguo zilizofuliwa. Hicho kitu umekipewa, hiyo furaha umeipewa kwa ajili ya hao walioko chini yako. Amen. Amina. Kwa hiyo mahubiri yanatutahadharisha kwamba tufanye, lakini siku zinafanya nini? Zinakuja ambapo toka kilio. Huyu kijana unafikiri alikuwa hataki furaha? Bwana asifiwe. Nilikuwa naangalia umri wake. Amezaliwa miaka
amezaliwa 90. Sawa? Umezaliwa na kama ni 90, kiukweli, yani kwa kura zisizo na upendeleo, yani kwa kweli, yani kwa kura zisizo na upendeleo, zilizo na wasimamizi vizuri, ambao sio wajumbe, ambao hawezi wakapewa sukari na nini, wangesimamia kura vizuri kati ya huyu kijana na mimi ndio nilipaswa kuwa. Ndio anachosema. Kwa sababu mimi nilikuwa na zaidi ya miaka 10 na kitu. Mimi nilikuwa nimeshaanza kutukana watu. Mimi nilikuwa nimeshaanza kupiga ngumi watoto wengine tunasoma. Kwa angekuja msimamizi mzuri wa kura, asiye na upendeleo tofauti na Mungu, asiye mimi nisingebaki. Sasa wewe jamani. Sasa kama nimezaliwa 79, Mheshimiwa Diwani, kura zingine ningesalimu. Si ningewasha. Najua jina yeye na wewe. Amina. Na wale wazee wengine wanaozidi George, wale wazee mjiangalie vichwani. Na ninyi mngefanya wengine wako hapa mbele yangu. Si ndio? Angekuja mtu anayepiga kura, anayejua kunyosha vizuri. Wazee, kumbe mimi ningeondoka, ila kuna ambao wangeanza. Nimeshaona mbele yangu, si ndio? Na mimi ningesema Bwana, pigia kwanza hao. Si ndio? Alafu ningeangalia pembeni George na akisema huyo. Mimi labda ningekuwa wa mwisho, si ndio? Lakini kwa kuwa niko mchungaji, ningewataja wale wengine wote ninaofahamu, na baadhi ya wazee wa kanisa nawaona wakina mzee Kunzi au wastaafu hao, na wengine ningekuwa hatari, si ndio? Tungesotana hapa, lakini Bwana ametuwekea neema ya kuishi, ili katika kuishi katika furaha tujue kwamba kuna siku zinakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi zamani nikiwa mtoto nilikuwa naangalia, yaani unaona mzee anaenda na kafimbo. Wakati mwingine mimi nilikuwa napenda utani, wazee kama hao wakikaa kafimbo na kachukua na kaficha. Alafu naona kwa kuamka anasema piga yote. Sema ni kama nafanya maigizo, ni kama nafanya nini, lakini mimi yameanza. Yamefanya nini? Uwezo kaniamsha haraka mpaka naanza kusikia vitu havielewani, mara mgongo, mara bega, si ndio? Sehemu nyingine nilichokuwa naruka siwezi, mara kabaridi jioni, mara masweta mawili. Furaha imeanza kupungua. Furaha imeanza kufanya nini? Hata hapa ninapohubiri kuna watu furaha imeanza kupungua. Kuna watu kwenye mikoba mna vidonge, si ndio? Kuna watu asubuhi mlikuwa kwenye sindano, si ndio? Kuna watu jana mlitandikwa makofi, si ndio? Kuna watu mnaishi kwa ajili ya madeni, hapo furaha imeanza. Unapoona furaha imeanza kupungua, msogelee atakaye kuletea furaha ya milele, ambaye ndiye Yesu Kristo pekee yake, aliye njia, kweli na ufufuo wa milele. Huyo ndiye tunayemsema. Shida zitusaidie kutuleta karibu na Mungu. Familia, shida hii wasaidie kuwaleta karibu na Mungu. Shida hii sipunguze furaha mliokuwa nayo kumjua Mungu. Mume wako mjane alilipenda kanisa, alilitumikia kanisa, na ndio maana nimesema kama mchungaji kwamba huyu mtoto huyu parishi lazima tuhangaike naye. Lazima turudishe fadhila. Lazima huyu mtoto tumpeleke shule asome, atakapokuwa ausikie huo ushuhuda, aendelee kuishi katika furaha ya baba yake. Mama, bado furaha. Ukishaona haya mambo yametokea, chochea katika hali ya kuwa karibu na Mungu. Mambo yameanza. Ulikuwa unaitwa mke wa mtu, sasa ni mjane. Na umri mdogo. Unamhitaji Mungu zaidi. Unamhitaji Mungu zaidi. Unahitaji kuwa karibu na Mungu, ili ile heshima aliyokuwa nayo mume wako, alivyokuwa analipenda kanisa, alivyokuwa anasali kwenye jumuiya, yani hawezi akachelewa. Akiwa yuko kwenye utumishi, alikuwa mwenzao na hawa kabisa. Unajua kuna mtu amesimama leo. Amen. Na alikuwa kijana. Kuna vijana ambayo furaha yenu